Ahlan wa sahlan ndugu Mswahili. Kumbuka siri ya furaha yako ni furaha yako kuwa siri. Kumbuka hapa watu nazungumza paruwanja. Mimi ni mwelekezi wako Bwana Charles Mogo, na leo ninakukaribisha tuweze kuangazia tawasifu ya gredi ya 10. Tawasifu kwa jina Mlemavu Sio Mimi. Ni kazi ambayo imeandikwa na kuhaririwa na huyu mwandishi Godfrey Ipalel. Ni kazi ambayo imeidhinishwa na KICD. Kumbuka katika uchambuzi wetu tutaangazia sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Na katika sehemu ya kwanza nitajikita kueleza ploti ama mtiririko wa matukio, ama nini haswa kinachoendelea kuanzia sura ya kwanza hadi sura ya 4, na katika sura ya 5, 6 na 7 itakuwa ni sehemu ya pili. Na labda kitu cha kwanza kuchambua ni maswala na jalada hapa. Unapoangalia jalada hapa unaweza kubaini kwamba kuna mahuluku ambaye naangalia kiwambo cha tarakilishi. Hapo mkabala naye kuna keyboardi, kuna simu ya mkono, lakini pia kuna baadhi ya vifaa vingine vya dijitali. Kwa mfano kuna kipanya, kuna kitabu. Na kando na hilo kuna rangi ambazo zimetumika kuashiria aghalabu matukio ambayo tunataraji kuyaona katika kitabu hiki. Lakini mahuruku katika jalada hii ameangalia kiwambo, huku ikibainika kwamba ni jambo linaloonekana dhahiri shahiri kwamba ana matatizo ya mikono yake ina matatizo, kwani haijaweza kukamilika. Na mwandishi wa kitabu hiki pia tutakapoendelea kuchambua ametumia picha ndani yake ili kuweza kupitisha ujumbe kwa wale walengwa, ama pia katika hali ya kuhakikisha kwamba anapitisha ujumbe ambao kwa njia moja nyingine utaweza kukudhihirishia baadhi ya maudhui ambayo anayaeleza. Kwa hivyo labda bila kupoteza wakati tunaweza tukaanza kuchambua moja kwa moja hii sura ya kwanza. Lakini kabla tuanze kuchambua sura ya kwanza, msikilizaji wangu, ni vizuri tujikumbushe maana ya tawasifu. Na tawasifu huwa ni maelezo kuhusu sifa na historia ya maisha ya mtu yanayoandika yeye mwenyewe, na inaweza kuchapishwa kama kitabu. Na ni jinsi ambayo tunaweza kuona hii ni kazi ambayo huyu Godfrey ameweza kuiandika na ikachapishwa kama kitabu. Kumbuka tawasifu pia hujulikana kama tarijama. Na sura ya kwanza inapoanza tunaona kwamba kuna ubishi hapa, na ninanukuu: tumuite Martha Apali? La hasha, haiwezekani. Kwa nini aitwe Apali? Si ni mila na desturi zetu sisi Wateso kumpa mtoto aliyezaliwa jina? Anasema hatukatai, anafaa kupewa jina, lakini nyinyi hamuoni kushangazwa? Sasa nauliza, lipi la kushangaza? Kumpa mtoto wa kiume jina mwanamke? Martha Apali? La, haiwezekani. Sasa ni ubishi ambao mwandishi tayari ameweza kufungua tawasifu hii yake kuonyesha kwamba kitakuwa ni kivangaito, itakuwa ni vurumai kuanzia huu mwanzo hadi tunapoelekea kuchambua kazi hii. Tumeona kwamba ni ubishi ambao unaanza, na tunaona kwamba ubishi huo karibu ulipuke na kuwa vita. Anasema, niliarifiwa kuwa hivyo ndivyo kuzaliwa kwangu kulivyosherehekewa. Aidha, isingalikuwa uvumilivu wa baadhi ya wanakijiji, utoaji majina kimila ungalipigwa marufuku tokea siku hiyo. Sasa ni huyu Ipalel anatuambia katika tawasifu hii yake. Lakini anasema kwamba yeye alizaliwa tarehe 17 mwezi Oktoba mwaka 1965 katika zahanati moja kijijini. Na anasema kuzaliwa kwa mtoto aghalabu huandamana na furaha kuu kwa wazazi na jamii kwa jumla. Hata hivyo, kuzaliwa kwangu kulikuwa na tofauti kubwa kwa vigezo vyovyote vile. Sasa anatuambia kwamba yeye ndiyo alizaliwa kama binadamu ama kama mtoto mwingine, lakini kulikuwa na mtafaruku, kulikuwa na rapsha, kulikuwa na ghasia. Haikuwa ni jambo rahisi kama tunaweza kulieleza. Na anaendelea kusema, anasema siku hiyo asubuhi mamangu Ada Amo alishika njia kuelekea hospitalini Kolanya kujifungua mwana wa pili.
kwa kuwajuzu tu, jina Kolanya linatokana na jina la shujaa maarufu aliyeishi miaka mingi iliyopita katika eneo la magharibi mwa Kenya, na shujaa mwenyewe aliitwa Elanya. Elanya hapa huyu mwandishi Elanya ni kumaanisha yani ameshinda. Tunaona kwamba anatuambia jinsi alivyozaliwa. Nasema Elanya alikuwa na miguu minne. Sasa anajaribu kueleza jinsi huyu shujaa Elanya alivyokuwa. Alikuwa na miguu minne kama ya ndovu, japo alionekana kuwa na hekima ya kuzaliwa ilirutubishwa na chumvi nyingi aliyoila. Anasema kwamba watu walimtambua zaidi kwa sababu ya miguu yake. Kijijini Elanya alisikiliza na kutatua mizozo, shida na matatizo ya watu mbalimbali. Na kando na hilo pia Iparel anatuambia kwamba kipindi alipokuwa anazaliwa, anasema kwamba kulikuwa na matatizo mengi, hasa kama matatizo ya barabara, matatizo ya teknolojia, lakini anasema kwa sababu hii ilimlazimu mama Ada kuandamana na kina mama wengine wawili. Na sasa ameweza kutajia hawa wanawake wawili ambao waliandamana na mamake kwenda hospitalini, na anasema ni Mariam na Tabitha. Wakawa wanaelekea kwenye zahanati yenyewe, ilikuwa umbali wa kilomita 4. Kwa sababu ya hali ya mamangu, mwendo wao ulikuwa ni wa kinyonga. Kwa hivyo anajaribu kutuelezea. Alafu anatuambia kwamba katika ukurasa wa 3 kwamba baadaye aliweza kuzaliwa, na anasema kwamba alijaliwa mwana wa kiume kama yule wa kwanza. Baraka ilioje! Heshima yake ingetanda na kuongezeka maradufu mbele ya wazee na kina mama wa jamii nzima ya Wateso, na kwamba mwana wa kiume alidhaminiwa sana. Kwa hivyo huyu pale anatuambia kwamba alitoka jamii ya Wateso, na kwamba mwana wa kiume alidhaminiwa zaidi. Alionekana kwamba yeye ndiye ana maana hasa ikilinganishwa na mtoto wa kike. Lakini baada ya kubeba mimba kwa miezi 9, mama alikuwa na matarajio kama mama yeyote yule kupata salama. Alisema ama kulingana na maelezo yake, anasema alitarajia kupata mwana aliyemchukua mmoja wa wazazi wake kama si wazazi wote wawili, na ikienda mbali yote mwenye ukoo nao, muhimu zaidi ikiwa ni kujaliwa mwana mzima buheri wa afya. Sasa huyu mwandishi anatuambia kwamba mamake alikuwa na matumaini kwamba atapata mwana mzuri, mwana ambaye atakuwa na buheri wa afya, mwana ambaye labda hata sababisha kwamba familia yake itaweza kuonekana kwamba kama wamezaa kitu ambacho hakitakikani katika jamii. Lakini katika ukurasa wa 3 mwandishi anaendelea kutuambia kwamba aliyezaliwa hakutarajiwa. Sasa huyu mwana aliyezaliwa kwa kweli hawakutarajia mwana kama huyu ama mtoto kama huyu, na anasema alikuwa tofauti sana na wengine. Nani angemlea mwana kama huyu? Naye angekuwa na mwanaume wa aina gani? Mama Ada aliona dalili ya mvua, lakini haikunyesha. Aliwaona njiwa wakipaa juu angani, lakini hawakutua. Badala yake waliotoweka na kupotea. Aliona jua likitokea, lakini halikumulika kutoa nuru. Uoga wa nuru ya jua kuzidiwa na giza hilo totoro ulifunika mema na mabaya pamoja. Na mwandishi katika ukurasa wa 4 anaendelea kutuambia kwamba kuzaliwa kwangu kungeiletea jamii yangu kisirani. Kuzaliwa kwangu kungeiletea jamii yangu shida. Kuzaliwa kwangu kungeiletea jamii masaibu. Hebu tuone ni masaibu yapi anayozungumzia. Anasema sababu ya wao kusema hivyo unaijua, eti mkono wangu wa kuume ulijengeka, ila vidole vilionyesha tu ishara ya kutaka kukua, lakini vikadinda na kubakia vidutu tu. Nao mkono wangu wa kushoto vile vile ulidinda kupiga zaidi ya kisugundi. Sasa tunaona kwamba huyu mtoto ambaye karibu amezaliwa ana matatizo ya mkono ama ya mikono, kwa sababu tunaambiwa kwamba mkono mmoja una matatizo kwa sababu tunaona kwamba vidole vimedinda kukua, lakini pia mkono huo mwingine pia wa kushoto pia vile vile ni mfupi sana na vidole vyake havikuweza kukua. Sasa anatuambia kwamba hili lingekuwa tatizo kwa sababu huyu mtoto ataweza kufanya kazi gani? Huyu mtoto nani atamsaidia shughuli zake za kawaida? Hasa ikizingatiwa kwamba
kuwa na mikono miwili ni jambo tuseme jambo nzuri zaidi, kwa sababu unaweza ukajifanyia kazi yako. Sasa hii ni tatizo sana katika jamii hii, kwa sababu huyu mtoto itakuwa kuwaje? Sasa nani atakuwa anamsaidia kila wakati? Sasa mwandishi anatuambia huu ni ulemavu ambao jamii hii hawakuwa wamezoea ama hawakuwa tayari kukubali. Lakini nasema kwa kuwa muuguzi alikuwa mmoja tu, nao wagonjwa walikuwa wengi katika zahanati, ilimlazimu kwenda ili ahudumie wagonjwa wengine waliomhitaji. Hapo wengine waliokuwa hapo zahanatini walipata nafasi ya kushuhudia na kujionea kwa macho yao maajabu ya Musa. Sasa maajabu ya Musa ni huyu mtoto ambaye tunaambiwa vidole vilionyesha tu ishara ya kutaka kukua, lakini vikadinda, vidole vyake havikukua vizuri. Lakini pia tunaona mkono wa kushoto vile vile umedinda kabisa kupita zaidi ya kisugundi. Sasa tunaona kwamba hadi hawa wahudumu, hadi wauguzi pale hospitalini wameacha kumhudumia huyu mama ambaye amejifungua mtoto kama huyu, kwa sababu wanasema hiki ni kionja na ni maajabu ya Musa. Sina kazi ya kuhudumia mtu kama huyu. Na anasema baada ya wao kunitia machoni, baadhi yao hawakukosa ushauri wa kumpa mama ada. Huyu ni mamake msimulizi. Kila mmoja alikuwa na kauli ya kutoa. Sasa tunaona madaktari ama wauguzi hapa kidogo wanaona hii kazi imekuwa ngumu, kwa sababu wana matatizo ya mikono na vidole. Sasa tunaona wanaanza kushangaa, lakini tunaona kwamba kulingana na msimulizi kwamba kuna watu ambao wanakuja kumpa huyu mama Ida ushauri. Na ushauri wa kwanza ni anaambiwa kwamba tupa kiumbe huyu nyikani aliwe na wanyama mwitu. Sasa kuna mtu ambaye anamshauri huyu mama Ada ambaye ni mamake huyu mwandishi, anamwambia tupa hiki kiumbe nyikani aliwe na wanyama mwitu. Lakini kuna mwingine anasema kuwa na mtoto kilema kwetu sisi Wateso, tangu jadi za mababu zetu, ulemavu hauvumiliki, nenda kamtupe mwituni. Sasa kuna mtu mwingine anamwambia kwamba sisi Wateso hatukubali ulemavu kama huu, nenda ukamtupe kule mwituni, hatuna haja naye. Sasa huyu mama Ada anashauriwa akiwa pale hospitalini, lakini anasema Mungu kamwe hatukusamehe pamoja na jamaa zako kwa kumlea kiumbe huyu, utatia ukoo wetu aibu, bezo na dharau. Basi kuna mtu mwingine ambaye anamwambia kwamba kuendelea kulea kiumbe hiki ama kuendelea kulea mtoto huyu ambaye ana matatizo ya vidole, ambaye hayawezi akafanya chochote, kwa sababu tunaona kwamba vidole vyake vimekuwa ni vidutu tu. Tunaona kwamba vingine mkono umedinda kabisa kukua. Sasa namwambia katika jamii yetu ya Wateso utatusamehe, utatuia ama utatia huko huu aibu, nenda ukamtupe huko. Sisi hatutaki bezo, hatutaki mashauo, hatutaki dharau, nenda ukamtupe. Lakini msimulizi anasema mama alizidi kusikitishwa na kauli hizo. Tunaona kwamba anabaki katika hali ya mtanziko, anashangaa atafanyaje, atasikiliza nani? Mmoja anasema nenda ukamtupe kule, mwingine anasema nenda ukamtupe kwenye msitu, mwingine anajaribu kumwambia sisi Wateso hatujakubaliana na mambo kama haya kuhusiana na ulemavu, muondoe hapa. Mwingine anasema kwamba utaleta adha, utaleta bezo, utaleta madharau katika ukoo zetu ama katika koo zetu, nenda ukamtupe iwapo utaweza, hatumhitaji katika jamii. Na tunaweza kuona kwamba katika ukurasa wa 4 habari za mtoto huyu ambaye ni kilema zikawa kwamba zinasambaa. Na tunaona kwamba mama Ada tunaambiwa kwamba hakukaa zahanatini baada ya kujifungua, aliruhusiwa kwenda nyumbani. Naye alipofika tu alikuta umati mkubwa ambao haujawahi kushuhudiwa Kolanya. Wote walikuwa wamefika bomani kujionea kioja kile. Na kioja kile, kumbuka, ni huyu mtoto ambaye amezaliwa ambaye ana matatizo ya mikono. Na anasema hadi leo hayumkiniki utokea umati ule wapi. Sasa mwandishi anatuambia hata hajui hawa watu wote walitoka wapi katika kipindi hicho kifupi ili kuja kujionea kivangaito hicho ama kituko hicho. Sasa anatuelezea, lakini umati huu wote ambao umeweza kukusanyika ili kuona kituko ama tuseme jambo hilo ambalo hawajawahi kuliona, wanakuja kumuona huyu mtoto. Lakini jambo lingine katika ukurasa wa 5 ni kwamba kuna mzee Jacobo Oshoromo. Tuna kwamba anatembea nyumbani kwa huyu mama Ada
na tunaona kwamba anakuwa na usaidizi mwingi sana, na tunaona kwamba huyu mzee Jacobo Oshoromo, mwandishi anazungumzia jinsi alivyokuwa, na anasema alitembea taratibu kwa mkongojo huku masharubu meupe pepepe yakifunika sehemu kubwa ya uso. Tunaona kwamba huyu mzee Jacobo Oshoromo alifahamu na kuweza kusaidia watu kujua mila na desturi za jamii ya Wateso. Tunaona kwamba anasema nisikie mtu yeyote akiongea vibaya kuhusu mjukuu wangu, na anasema atakayefanya hivyo atanitambua kwamba Yakobo Oshoromo mwana wa Osamonga Mgoria asili. Kwa hivyo anajaribu kutuliza hali, hasa ikizingatia kwamba kuna watu wengi sana ambao wamekuja nyumbani kwa huyu mama Adha kuangalia huyu mtoto ambaye amepatikana ni mtoto aina gani. Lakini huyu mzee Jacobo Oshoromo anawaambia nisisikie mtu akizungumza vibaya kuhusiana na huyu mtoto. Tunaona kwamba watu wote pale waninamisha vichwa kwa kustaajabu, walibaki vinywa wazi kwa kutoridhishwa na kauli ile. Tunaona kwamba watu hawakuweza kufurahia jinsi huyu mzee Jacobo Oshoromo alivyowaambia kwamba mimi nisione mtu ambaye anamnyoshea kidole mtoto huyu ama kilema hiki ambacho kina matatizo ya mikono. Kwa hivyo anaeleza katika ukurasa wa 5 pale, na katika ukurasa wa 6 tunamuona huyu mzee Jacobo Oshoromo Osamong. Tunaona picha yake hapo na tunaona kwamba jinsi alivyokuwa amesimama. Tunaona tuseme alivyo na mkongojo, masharubu yake meupe yanaonekana hapo. Unaweza ukaangalia hiyo picha katika ukurasa wa 6, na katika ukurasa wa 7 ni sura ya 2, na tunaona kwamba mwandishi anatuelezea kuhusu kifo cha Mama Martha Apali. Tunaona kwamba Mama Martha Apali alikuwa ni nani? Huyu Mama Martha Apali alikuwa mamake Babu Jacob Oshoromo. Tunaona kwamba Martha Apali alikuwa mama yake Babu Jacobo Oshoromo. Kwa sababu hii ilikuwa huzuni maradufu kwa watu wa ukoo wa Ingoria. Walioenda msibani walipata nafasi ya kufika nyumbani, si kuja kuniona tu bali kunionea huruma. Walimhurumia pia mama yangu Ada na baba Otusu Karani. Katika kila boma ilikuwa kana kwamba kulikuwa na msiba. Sasa watu wanakuja msiba, lakini jamani fikiri kwamba wanahurumia huyu ambaye ametangulia mbele za haki, lakini wanamhurumia huyu ambaye ana matatizo ya mikono. Lakini mwandishi pia anatufahamisha kuhusiana na sherehe ya kupewa jina kutoka kwa ukoo. Kwa hivyo anasema kwamba sherehe ya kupewa jina, watu walitaka kuja kuona jinsi alivyoumbwa. Sasa wakati huyu mtoto anapewa jina, tunaona kwamba watu walitaka kujua, ama watu pia wanakuja wakiwa wengi ili kubaini huyu kiumbe ambaye ana matatizo ya mkono, je, huyu kiumbe ameumbwa vipi? Kwa hivyo ni jambo ambalo linaelezewa. Lakini nasema sherehe iliendelea kama desturi katika jamii ya Wateso. Watoto hupewa majina ya babu au ya nyanya zao, na hili hata hivyo hutegemea pia nambari ya uzao, majira ya kuzaliwa ama matukio muhimu ya wakati huo wa kuzaliwa. Na kifungua mimba katika jamii ya Wateso kwa kawaida alipewa jina la babu au la nyanya wa kuumeni, kutegemea kama mzaliwa ni wa kiume au ni wa kike. Wa pili vile vile alipata jina kuumeni, hata ikiwa mwana wa pili ni wa jinsia sawa na wa kwanza, bado atapewa jina la kuumeni. Uzao wa tatu ndio ulioelekezwa kuumeni. Mimi nilizaliwa mvulana wa pili katika boma la babangu, na hili lilikuwa sababu tosha kwamba ningerithi jina kuumeni ingawa si la babu mzaa baba. Sasa anatuambia, lakini anasema ilisadifu kwamba nilizaliwa wakati wa tukio maalum. Kuzaliwa kwangu kulisadifiana na kifo cha mama mzee Jacob Oshoromo Osamong. Anasema Mama Martha Apali Osamo, ama kama alivyojulikana zaidi Martha, alipendwa na kuheshimiwa na wengi katika ukoo wetu wa kwingine. Kidesturi na kwa vigezo vyote nilifaa kurithi jina lake, hivyo basi nikaitwa Apali. Sasa anatuambia, lakini anasema niliambiwa kuwa nilianza kununa punde tu nilipobaini kuwa Apali lilikuwa jina la kike. Kwangu ilikuwa kama kudhalilishwa. Nilikuwa mtoto wa mwanaume
na nilitaka kuchukuliwa hivyo kuwa mwanamume. Huenda ndiyo sababu wazazi wangu walipiga bongo, baadaye kisha wakalirembesha jina Apali, wakalitia nakshi na kulipaka mafuta, likageuka na kuwa Iparel. Sasa anatuambia mwanzo walikuwa wamepewa jina la mwanamke, jambo ambalo hakulipenda, lakini anasema kwamba wazazi wake walipiga bongo na baadaye wakawa wanabadilisha jina Ipali na kuliweka nakshi na karafuu na nyongeza, waka kwamba wanamuita Ipalel, jambo ambalo linazungumzwa katika ukurasa wa 8 pale. Kando na hilo, mwandishi anatuambia kwamba baada ya kupewa hilo jina Pali, wakati wa sherehe aka kwamba anaanza kunyonya titi la mama kwa haraka isiyo ya kawaida. Anasema hiyo ilichukuliwa kuwa ishara ya kwamba nilikubali jina lile kwa furaha, na wazee walitabasamu na kukubali kwa kauli moja kwamba Martha Apali, mama karimu zaidi pale kijijini, alikuwa kazaliwa upya. Na tokea hapo sherehe tunaona kwamba ikaanza rasmi, jambo ambalo huyu msimulizi anatufahamisha. Kwa hivyo tunaona kwamba masuala ya mtoto kupewa jina ilikuwa ni jambo ambalo lilijawa na utitiri, lilijawa na urasmi mwingi katika jamii hii ya Wateso. Tunaona kwamba aliweza kupewa jina la Mama Martha Apali. Nasema si ajabu kwamba nilipozaliwa na kupewa jina la Mama Martha Apali, wengi walijiuliza iwapo aliyezaliwa angerithi hulka za aliyeenda. Hayo waliachia wakati, matendo na dunia kutoa hukumu kwa niaba yao. Lakini kiafrika jina la kubatizwa kwa kawaida halina maana nzito. Hata hivyo wazazi wangu walinibatiza jina Godfrey. Sasa huyu msimulizi anatuambia kwamba akawa anabatizwa akapewa jina Godfrey, na anasema nikiwa na umri wa miezi 4 kwangu. Sasa amepewa hilo jina akiwa na miezi 4. Jina hili lilikuwa zaidi ya jina tu, kama jina lenyewe linaloendana kama mwenyewe nilivyopenda kujifasiri, Godfrey. Sasa Godfrey anasema ni Godfrey. Niliamini kuwa Mungu yuko huru kufanya lolote kwa viumbe wake. Kila alipovuta taswira na kuchunguza maisha yangu tangu utotoni, mimi hujiambia zaidi jinsi Mungu alivyo na uhuru na uwezo wa kutenda lolote atakalo kwa viumbe wake wote. Naye Mola kwa kuwa ni mwema huwatenda mema zaidi. Kwa hivyo anajaribu kutuambia kuhusu jinsi alivyoweza kupewa jina. Akapewa jina Apali, jina la mamake ama jina la Mama Martha, alafu pia akapewa jina Godfrey, na yeye tuna kwamba analitafsiri hilo jina Godfrey kama Godfrey. Hivyo Mungu alikuwa hari, ama Mungu alikuwa na hiari kufanya lolote ambalo angependa kufanya na maisha yake. Lakini hasa ikizingatia kwamba huyu Godfrey Palel alikuwa na matatizo ya mkono, tunaona kwamba wanakijiji, mahuruku, binadamu na watu pale kijijini wakawa wanajiuliza maswali mengi sana. Na huyu atasaidiwa na nani ujanani wake? Huyu atasaidiwa na nani katika uzee wake? Atasaidiwa na nani? Hasa ikizingatia kwamba ana matatizo ya mikono. Lakini maisha ya utotoni yalikuwa ya raha mustarehe. Niliishi kwa kunyonya titi la mama kama alivyofanya kakangu Willy Karani. Sasa tunaweza kubainisha kwamba alikuwa na kakake kwa jina Willy Karani. Tunaona kwamba maisha ya utotoni anavyotuambia kwamba yalikuwa maisha mazuri, aliweza kunyonya matiti ya mamake kama alivyofanya huyu kakake Willy Karani. Na tunasema kwamba wakaweza kuishi kwa furaha. Lakini katika ukurasa wa 10, kando na kuwa na urafiki mwema na huyu ndugu yake Willy Karani, huyu Godfrey Palel anaeleza jinsi nyumba yao ilivyokuwa. Na anasema nyumba yetu ilikuwa ya udongo iliyoezekwa kwa nyasi. Sakafu ilitalizwa samadi kama zilivyotalizwa nyumba nyingi za Wateso. Hivyo basi iwe nje au ndani nilikuwa na mlo wa kutosha kunishibisha. Mbali na hayo, uchungu wa kuanguka na kuchumbuka uso, mikono na sehemu nyingine za mwili haukunitenga kamwe. Nilifurahi na kuteseka kama mwana yote yule, lakini zaidi ya yote nilizidi kukua nikiyafurahia maisha yangu. Sasa anatuambia, lakini anasema jinsi alivyosaidiwa na kaka yake Willy katika ukurasa huo wa 10 ni jambo lingine anataja hapo. Kando na kuwa kwamba walikuwa wanachunga pamoja, alipenda shughuli za kuchunga na kupalilia. Anasema siku za mwanzo nilikuwa nikishikiwa bakuri
na kunywa. Kadri nilivyozidi kuzoea, niliweza hata kuinama na kuokota vile vipande vya mlo kwenye bakuli sakafuni na kuvitia kinywani. Hivyo ndivyo nilivyovuka daraja ya kwanza ya kuweza kujilisha. Tunaona kwamba alifanya juhudi huku akisaidiwa na kakake Willy Karani, akaweza kujilisha. Na katika ukurasa wa 11 tunaona kwamba kuna picha ya huyu Iparel akila chakula katika ukurasa wa 11. Sijui, sina hakika ni mlo upi huu. Kitu ambacho ninaweza nikakwambia kwamba iwapo una hicho kitabu ama iwapo pia utaweza kupata hicho kitabu, unaweza ukaangalia, basi unisaidie kujua ni mlo upi huu. Lakini kwa njia nyingine tunaona kwamba anaweza kujilisha, hasa ikizingatia kwamba mikono yake ina matatizo, lakini kuna njia fulani ambayo anashika kijiko hapo na tunaona kwamba anaweza kula. Lakini jambo lingine pia katika ukurasa wa 11 ni kwamba tunaona huyu Iparel ama msimulizi alipenda shule sana. Anasema kwamba nilipofika umri wa kuanza masomo ya shule, zama hizo ilikuwa takribani miaka 7, nilitamani sana kwenda shule. Kwamba anatamani kwenda shule, ila jambo hilo halikuwa rahisi. Na anasema atajimudu vipi shuleni ila hali elimu yake itakuwa na matatizo. Atajimudu vipi shuleni ili hali elimu ile ni kusoma na zaidi kuandika? Wazazi wangu wangeulizana, atafanyaje huyu? Ndiyo miaka ya kwenda shuleni imeshafika, ana miaka 7, ataendaje shule? Ataandikaje? Miaka yake ya kwenda shuleni imefika, lakini kuna tatizo kwa sababu hangeweza kuandika vizuri. Kwa hivyo wanasema alikuwa na hamu ya kujiunga na shule, ila kulikuwa na matatizo. Tunaona kwamba hamu yake ya kwenda shule haikuweza kudhibitishwa mara ya kwanza, kwa sababu ni jambo ambalo wazazi wake walishangaa. Na tunaona kwamba akawa kwamba analia kilio ambacho kilizidi hadi akashangaa atafanyaje. Na tunaona kwamba walipokuwa wakiyatafakari hayo, mie nilizidi na kilio cha kutaka kwenda shuleni kutokana na shauku alionipa kakangu. Kila aliporudi kutoka shuleni, aliandamana nami kwenda kuchunga mifugo kule vichakani. Kaka angeketi na kuchora au kufanya hesabu zake kwa kutumia kutumia kidole cha shahada kuandika. Nami pia nilitaka kufanya kama alivyofanya, ila mkono wangu butu usingeweza kuchora kitu chochote cha maana. Sasa tunaona kwamba alitaka sana kuandika, alitaka sana kuchora, hasa alipokuwa anamwangalia kakake Willy Karani, lakini angefanyaje na mikono yake ilikuwa butu. Kwa hivyo ikawa ni jambo ambalo linamletea kibangaito, masikitiko, akakomba anasononeka. Kwa hivyo ni jambo ambalo lilimsumbua. Na katika hali hii ya kusumbuliwa na jambo hili la kwenda shule, tunaona kwamba akawa na kazi ya kuchunga ng'ombe. Anasema kama kazi yoyote ile ina zana zake. Kwa hivyo akawa kwamba anatumia fimbo. Kila mtu akawa kwamba ama kila kitu ama kila mtu yeye pamoja na ndugu yake akawa kwamba anajibebea kijifimbo cha kufukuzia ng'ombe. Lakini ibainike kwamba hiki kijifimbo cha kufukuzia ng'ombe akawa kwamba anakitumia katika hali ya kuchora, katika hali ya kuandika. Kwa hivyo tunaona kwamba akaanza kujifunza kwa njia moja au nyingine, akiwa pale akichunga ng'ombe, kwa kwamba anaanza kuzoea. Lakini babake alivutiwa na juhudi zangu. Sasa anasema baba alivutiwa na juhudi zangu. Kama njia ya kunitia hamasa, alinichongea kifimbo cha kuandikia. Nilikuwa nikikificha kichakani karibu na nyumba. Kila tulipoenda kuchunga mifugo, nilikimbia na kukitoa nilipokificha. Tunaona kwamba babake baada ya kubaini kwamba huyu Iparel anatia juhudi za kutaka kuandika, tunaona kwamba babake akawa anamchongea kifimbo ambacho huyu mwandishi alikuwa anakitumia kichakani. Alipokwenda kuchunga, akawa kwamba anakichukua. Na katika shughuli zake za kuhakikisha kwamba anachunga huku akijaribu pia kutumia kifimbo kuandika, tunaona kwamba katika ukurasa wa 13 shangazi yake anamtembelea. Na anasema la Mungu halifutiki. Siku moja shangazi yetu aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya wasichana ya Kolanya alitutembelea nyumbani. Katika hali ya kumjulia hali ndugu yangu, alitaka kujua maendeleo yake shuleni. Kakangu alianza kuchora hesabu zake za mchangani. Ninakumbuka barabara kuwa siku hiyo walikuwapo pia wageni wengine nyumbani.
Kwa kawaida baba alipopata wageni wengi kwa pamoja, hasa nyakati za jioni, alipenda kukaa nao nje ya nyumba. Basi Willy alipoanza kuandika, mimi pia nilianza kung'ang'ana kuchora vitu visivyokuwa na maana, kwa kutumia kile kifimbo changu. Kwa kutuamini macho yangu, wageni wote waliokuwa wakibarizi chini ya mti waliduwazwa, wakabaki vinywa wazi. Sasa tuna kwamba kumbe huyu Iparel ama huyu msimulizi wetu ameweza kujua mbinu, kujua njia, kujua nyenzo za kuandika. Na wageni ambao walikuwa wamemtembelea huyu babake, tunaona kwamba waliduwazo, walishangaa na wakabungaa na wakashangaa inakuwaje huyu anaweza kuandika. Naona kwamba shangazi alipogundua kuwa nilikuwa na hali ya kusoma, alianza kujishughulisha nami zaidi kuliko alivyojishughulisha naye kakangu. Sasa huyu shangazi ambaye alikuwa amewatembelea, tunaona kwamba baada ya kubaini kwamba huyu msimulizi anaweza akaandika, basi akaanza kujishughulisha naye, akaanza kumpa kipaumbele, akasema kwamba huyu nitamsaidia kwa njia moja ama nyingine. Na tunaona kwamba alitafuta kijiti kidogo kama penseli na kunipa, na anasema kwa kila nilichoandika alinihimiza na kunipongeza kwa kusema kuwa niliandika vizuri kuliko kakangu. Hatimaye iliamuliwa siku hiyo hiyo na papo hapo kuwa ningeenda shuleni mwakani. Ni jambo ambalo anasema kwamba huyu shangazi yake alimsaidia. Tunaona kwamba anampa kijiti na anamwambia kwamba unaandika vizuri hata kuliko kakako. Na kwamba katika kikao hicho wakaamua kwamba huyu msimulizi, huyu Godfrey Iparel ataweza kwenda shuleni. Na kwenda shuleni, kwa hivyo tunaona jambo ambalo linafanyika. Kwa mfano katika sura ya 3, huyu msimulizi anajiunga na shule ya msingi. Tunasema nilijiunga na shule ya msingi ya kawaida, tena ya mseto. Shule yenyewe ilikuwa umbali wa kilomita 4 hivi kutoka nyumbani, na hali ya kutafuta elimu ilinifanya niamke jogoo wa kwanza kujiandaa ili nisije nikachelewa. Tunaona kwamba bidii yake sasa tayari imeshaanza na anaamka mapema. Lakini nasema sikuhangaika kamwe. Shangazi alikuwa ameshamdokezea mkuu wa shule mambo mengi kunihusu, amweleze yale niliyoyajua na nisiyoyajua kwa sababu ya zile changamoto zangu. Na mkuu wa shule naye alikuwa amemuonya kuwa hawakuwa na uhakika kama ningeweza kuandika na kutangamana na watoto wengine. Nilipofika hata hivyo, mkuu wa shule alivishwa taabu zangu zote na kupewa jukumu la kunihukumu. Sasa naona kwamba hadi pale shuleni shangazi ameshampa maagizo huyu mwalimu mkuu na kwamba ataweza kumsaidia. Lakini mwalimu anamwambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Tunamwambia Mungu alikuwa na mipango mikubwa tena mizuri sana aliponiumba vile. Sasa ni huyu mwalimu anajaribu kumshajiisha huyu, anamshauri zaidi huyu mwandishi akimwambia kwamba Mungu alikuwa na mipango mizuri, na anasema kwamba nia yake ilikuwa kunipa hali ya kusoma kwa bidii kama wanafunzi wengine. Isitoshe aliniahidi kunitunuku zawadi kemkem kila niibukapo bora darasani na nje ya darasa. Sasa ni huyu mwalimu mkuu hapa tunamwona kwamba anamshauri, anampa nasaha, anamchechemua ili kuhakikisha kwamba anafanya vizuri katika masomo yake. Lakini katika ukurasa wa 15 nasema wanafunzi pia waliweza kumhurumia. Sasa wanafunzi wanamhurumia huyu mwandishi ama huyu Iparel. Na anasema nilipoingia darasani macho ya wanafunzi wote yalielekea kwangu. Kila mmoja alichana na kutaka kushuhudia muujiza wa kionja kile. Wanafunzi walinihurumia kwa kukosa mikono na kuandika kama wao. Walinitazama kwa majonzi, lakini sikushughulika nao wala kujihurumia. Niliketi na kuanza kutoa kalamu yangu kwenye mkoba. Mwalimu naye kwa kunionea huruma alikuja karibu nami ili kunipa mkono, ingawa hakukuwa na haja. Anasema basi alisimama pale huku akijiambia. Nilivyofungua mkoba nikatoa daftari na kalamu. Hakuamini nilivyoishika kalamu kwa mikono yote na kuanza kuandika. Na wanafunzi vile vile waliduwazwa kupindukia. Mawazo yao ya kitoto yaliwafanya wasiufiche ule mshangao wao, na baadhi yao wakinikaribia ili kushuhudia kabla ya mwalimu ambaye pia alikuwa bado ameshangaa kuamuru warudi kwenye madawati yao. Kila mmoja alirejea kwenye dawati lake na kulazimika kuzishika 50 zake, ila hawakuacha kunitupia jicho muda. Kwa hivyo tunaona kwamba hata hawa wanafunzi ambao walikuwa wanasoma pamoja na Iparel
waka kwamba wanashangaa huu ni kiumbe aina gani. Tunaona kwamba hana vidole lakini anaweza akaandika vizuri. Na tunaona kwamba baada ya kufanya mtihani tunaona kwamba anaongoza kwa mtihani wa hisabati. Nasema kuanzia darasa la kwanza hadi la 3 niliongoza katika matokeo ya mtihani ya hisabati na hati, that is mathematics and writing. Walioshindana nami kwa karibu walikuwa ndugu wawili, Saul Lolita na Thomas Lolita, waliokuwa pia binamu zangu, na sisi watatu ndio tulikuwa tukibadilishana nafasi ya kwanza, mara nyingi nikiachiwa ile ya 3. Mimi na Saul tulikuwa marika, kwa hivyo nilikereka aliponishinda. Tuna kwamba anakuwa mwanafunzi bora katika hisabati lakini pia katika hati, jambo ambalo linazungumziwa katika kurasa wa 15. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaonyesha kwamba huyu mwandishi, huyu msimulizi, huyu Iparel Godfrey kwa kweli aliweza kujimudu, akawa wembe, akawa moto wa kuotewa mbali. Lakini pia tunaona kwamba katika shughuli za darasani na mitihani tunaona kwamba anawaongoza mabinamu wake, jambo ambalo linasimuliwa katika ukurasa wa 16. Nasema nilijiasa moyoni kuwa mtaka cha mvunguni sharti ya iname. Nilianza kutafuta hicho kilichokuwa mvunguni kuanzia darasa la 4. Ilikuwa nikiongoza wale binamu zangu masomoni, ila siku liongoza darasa nzima. Walitokea mahafari wawili wenye pembe ndefu na zenye ncha kali zaidi ya zile zangu. Tunaona kwamba akawa kwamba anaendelea vizuri kwa darasani, akawa na washinda hadi hawa ambao wanaita ni mabinamu zake, lakini pia akawa anafanya vizuri zaidi katika somo la hisabati na hati. Tunaona kwamba anasema waama mkono usioweza kubusu ukate. Tunaona kwamba akawa anaendelea vizuri, lakini kando na masomo ya darasani, huyu msimulizi alipenda kucheza soka. Nasema mpira uliochezwa ulitengenezwa kwa karatasi ya kufungwa kwa uzi wa mkonge. Sasa anajaribu kutuambia, na tunaona kwamba anasema mpira wenyewe ulishabihi ule aliyokabidhiwa na katibu mkuu Umoja wa Mataifa kwa jina Ban Ki-moon na kijana mmoja kutoka mtaa wa Mabanda jijini Nairobi. Siku zote mchuano wetu ulikuwa kati ya vijana wa ng'ambo moja na ya pili. Naona kwamba michuano ilikuwa inanoga hadi akasahau siku moja alipokuwa akichunga ng'ombe. Akawa kwamba alikuwa anapenda kuchunga ng'ombe, lakini akawa kwamba anajizika katika michuano, katika kucheza kadanda, katika kucheza soka. Akawa kwamba siku moja akiwa hadi michuano ya pale kwao, akawa kwamba anasahau kwamba alikuwa anachunga ng'ombe. Tuna ng'ombe zikawa kwamba zinaenda, ama ng'ombe wakawa kwamba wanaenda katika mashamba ya majirani, jambo ambalo linasimuliwa katika ukurasa wa 18 lililosababisha yeye kuadhibiwa na babake baada ya kuachilia ng'ombe. Na anasema usiku huo nilisusia kula ili kuonyesha hasira yangu nisijue, kumbe nilikuwa nikimwamsha simba aliyelala, na kwamba baba alinitandika kama si mama aliyenihurumia. Akaingilia kati na kuninyanyua kutoka kinywani mwa simba marara aliyenuia kunimaliza. Pengine hadithi hii ingechukua mkondo tofauti. Tangu siku hiyo nilijifunza kufanya kila jambo kwa nadhari na kwa makini kabisa. Nilielewa kuwa nikitenda kosa lolote liwe ama kosa lolote lile litaadhibiwa ipasavyo, si kwa wazazi wangu pekee bali na mtu yote yule aliyenizidi umri. Nazo adhabu hizo zilinidhihirishia kuwa teke la kuku halimuumizi mwanawe. Tunaona kwamba babake alimwadhibu kwa kile ambacho babake aliona kwamba amekuwa mtepetevu, amekuwa mtu ambaye hataki kuchukua majukumu, kwa sababu iwapo umeambiwa nenda ukajukumike hili, ufai kujishughulisha na kazi nyingine. Tunaona kwamba akawa anaadhibiwa na anajaribu kususia chakula, jambo ambalo linasababisha makasiriko ya babake yawe ni mengi hata zaidi. Na tunaona kwamba hamu yake ya mchezo wa kadanda, hamu yake ya mchezo wa soka basi haikukatizwa na chochote, kwa sababu tunaona pia aliweza pia kununua mpira. Na anasema niliamua kutumana ninunuliwe mpira, nilimpa shilingi zangu 3. Sasa huyu ni mamake ambaye aliweza kumpa, akawa na kwamba anatumana, akampa mamake shilingi, anasema shilingi zangu 3 kwa uaminifu ili aende akanunulie mpira. Baada ya kuzipokea na kuzihifadhi, mama alianza kunieleza mpango wake. Alikataa kata na kusisitiza akaninunulia sare ya shule.
Hilo liniumiza moyo. Nililia kwa uchungu mwingi mpaka hatimaye baba akanihurumia, akamwomba mama anitimizie haja yangu. Sasa huyu mamake anamwambia kwamba hizi hela unanipa nikakununulia mpira, mbona isio kwamba ninaenda kukununulia sare ya shule? Tunaona kwamba babake anamwambia huyu mke wake, wachana naye, nenda ukamnunulie mpira acheze, labda bahati yake iko eneo hilo. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaelezwa. Lakini baadaye katika ukurasa wa 20 tunaona kwamba wanapanga mechi ya kirafiki, na anasema siku moja tulikuwa na mechi ya kirafiki kati ya shule yetu na shule jirani. Mwalimu wetu wa michezo alinijumuisha katika timu ya shule yetu. Kufikia wakati huu, habari zilikuwa zimeenea katika shule jirani kuhusu hali yangu, na mashabiki wa shule zote mbili walikuwa hapo kutazama mchuano huo. Walichotaka kuona zaidi, hasa hao wa shule jirani, ni umlemavu mwenye mikono butu akicheza. Nilikuwa nikicheza nambari 11 katika safu ya mashambulizi. Nilikimbia kama swara. Aidha, nilikuwa na uwezo wa kudanadana na kuwachenga mabeki, licha ya kuwa nilicheza na mguu wa kushoto. Kila nilipopata mpira, nilitoka shoti mpaka kwenye kona na kupiga krosi kuelekea kwenye lango la washindani, ili kuwapa wenzangu waliopo nafasi ya kufunga bao. Kwa hivyo tunaona kwamba alicheza nambari 11 na akawa kwamba anaogopwa sana na wachezaji wa timu pinzani, ila tunaambiwa kuna watu ambao walipenda kuja kumuona. Lakini tunaona kwamba huyu msimulizi ama huyu mwandishi ama huyu Godfrey Parel anabatizwa jina Malaria. Na mbona abatizwa jina Malaria? Anasema zile chenga na mbio zangu ziliwababaisha na kuwarambisha mchanga wachezaji wengi. Vile vile niliwatia furaha mashabiki wengi. Mzee mmoja alinibatiza jina Malaria. Mzee huyo alinijia hima baada ya mchezo ili kunipongeza. Alinisifia nilivyowahangaisha washindani kama ugonjwa wenyewe ulivyohangaisha wanadamu. Jina Malaria lilishika kasi kwa kuwa tulishinda mchezo wa siku hiyo kwa bao 1-0. Nilifunga bao hilo kwa umaridadi katika dakika za buriani kabla ya kipenga cha mwisho. Sasa tunaona kwamba jambo ambalo lisababisha basi mashabiki wapate furaha, mashabiki wainuke, na tunaona kwamba anasema tangu hapo kina nilipokuwa uwanjani na hasa nilipopata mpira, ungesikia hadhira nzima ikinadi Malaria, Malaria, Malaria. Hadi leo hii jina hilo linajulikana kwalo zaidi ya majina yangu yote. Sasa huyu msimulizi tayari ameshakuwa mchezaji nambari 11. Anaona kwamba amekuwa tisho, amekuwa ni kituko, amekuwa ni mahangaiko katika timu pinzani, kwa sababu wanawakalia na wapiga chenga, na tayari ameshapewa jina Malaria. Hasa ugonjwa wa malaria kama unavyojua huwa ni kivangaito, huwa wanahangaisha wanadamu, lakini anaitwa Malaria hasa ikizingatiwa jinsi anavyo wahangaisha wachezaji wa timu pinzani, jambo ambalo linaelezwa. Lakini msimulizi anatuambia katika pilika zake anabaini umuhimu wa mikono, na anasema mikono humsaidia mtu kuwa imara anapokimbia na pia humwezesha kujiinua anapoanguka. Vivyo hivyo mikono yangu juu ya mikono yangu japo butu ilimwezesha kukimbia nikiwa imara, na pale nilipoanguka iliniwezesha kujiinua kwa hakika na kwa haraka. Nadhani niliweza kutenda yote haya kwa sababu ya jinsi nilivyolelewa. Nililelewa kama mtoto mwingine yeyote yule bila kupendelewa katu. Tena nilichukuliwa kama mtoto yeyote yule katika jamii ama katika familia na jamii kwa jumla. Kwa hivyo anatuambia kuhusu umuhimu wa mikono hapo, jinsi alihitaji umuhimu wa mikono hapo, kwa sababu mikono inamsaidia kuwa naanguka akakwamba anainuka, lakini kwamba jamii ambao walikuwa anakulia ilimsaidia ili kujua yeye ni binadamu kama wengine. Lakini katika ukurasa wa 22 tunaona kwamba msimulizi anajitayarisha kufanya mtihani, na anasema nia yangu ilikuwa kupata alama ya juu kabisa katika kila somo, na nilidhamiria kupata alama zote 36 kwa jumla ili nitoshane nguvu na Ikori pamoja na wasichana wale wawili, kwa maana ya Olita na Lee. Basi nilitia bidii ya mchwa, niliamini kuwa bidii hulipa. Kwa hivyo anatuambia kwamba akawa anatia bidii. Na tunasema matokeo mtihani wetu wa kitaifa ulipotangazwa,
nilihangaika rohoni. Zama hizo mambo hayakuwa kama leo, ambapo watahiniwa hupata matokeo yao siku hiyo hiyo ya kutangazwa, tena kwa simu. Zama zetu ilichukua siku 3 mtu kupata matokeo yake. Na nasema katika siku hizo 3 za kusubiri nilikuwa nikiriaria kwa wasiwasi. Nasema kwamba anaweza kukutana na mtu mmoja hapo, na nasema akaweza kubaini kwamba alipata alama nzuri. Tunaona kwamba alipata alama za A, na akawa kwamba amepata alama za B plus ama B chanya katika masomo mengine. Kwa hivyo akawa kwamba amepita mtihani wake, na tunaona kwamba akawa kwamba aliweza kufuzu. Na nasema licha ya hayo nilifuzu tena vyema zaidi kuweza kujiunga na shule ya upili. Alama zangu zingenipeleka kwa gari ama kwa miguu na kuniingiza katika shule yoyote ya kitaifa. Huzuni niliyokuwa nayo kwa kushindwa na wawili hao nawazungumzia hapa ni Martha Olita na Agnes Lee. Hata ingawa aliweza kumshinda, kwa kweli aliweza kupata alama nzuri. Lakini katika ukurasa wa 23 kuna Kisengere Nyuma. Na Kisengere Nyuma huyu msimulizi anatuambia alikuwa mwanachama wa 4K Club. 4K Club kwa maana ya kuungana, kufanya na kusaidia Kenya. Na anasema hukuni ya chama hiki ilikuwa ni kuwasaidia wanafunzi wa shule za msingi kukuza mimea kama mihindi na mboga, pamoja na kuwapa ujuzi wa kuwa wafugaji bora. Sasa na kando na kuwa mwanachama wa 4K kumaanisha kuungana, kufanya, kusaidia Kenya, tunaona kwamba akawa kwamba pia ana miradi na anasema kwamba kwa kushirikiana na wazazi na wanafunzi waliojiunga nacho chama cha 4K Club hicho kilitoa mbegu za mimea kwa wanafunzi bila malipo. Anasema baada ya mavuno mwanafunzi alihitaji kutoa kadri gunia 1 au madebe kadha ya mahindi kulingana na kipimo alichopewa, na waliopewa mboga nao walijitahidi kuziuza ili kulipa kiasi fulani cha pesa kwa chama. Tunaona kwamba chama hiki pia kilisaidia wanafunzi kwa mbegu za kupanda, kwamba kinakusaidia na mwanambuzi na shughuli nyingi sana, pia mihindi na mboga ambazo ungeweza kuuza baada ya kufanikisha mchakato wa kupanda. Kwa hivyo Kisengere Nyuma hapo anatuambia kwamba yeye huyu mhusika ama yeye huyu msimulizi amewahi kuwa mwanachama wa 4K Club, jambo ambalo anatuelezea kwa kindani. Lakini katika ukurasa wa 24 huyu msimulizi anaendelea kutuambia kwamba kwa kuwa nilikuwa nimezoea kuwatunza mifugo aina mbalimbali, nilipewa mbuzi na mbegu za mboga, na wanafunzi na wazazi wengine walinungunika na kusema kwamba nilipendelewa. Na ukweli ni kwamba mimi pia siwezi kusema nilielewa sababu ya kupewa fursa ile, niliona tu ni kwa majaliwa. Kwa hivyo nasema kwamba aliweza kupewa mbuzi, akawa pia amepewa mbegu za mboga, huku wazazi na wanafunzi wengine wakinungunika kwa kile ambacho walifikiri kwamba alipendelewa na wanachama wa 4K Club. Lakini anasema kwamba yeye kupewa mbuzi, yeye kupewa mbegu za mboga za kupanda na 4K Club ni majaliwa tu, labda ni mkono tu wa Mungu ambao ulikuwa upande wake. Kwa hivyo jambo ambalo analielezea. Lakini katika ukurasa wa 25 sura ya 4 anasema kwamba anapata barua ya mwaliko kujiunga na shule ya upili ya Kolanya. Anasema nipata barua ya mwaliko ya kujiunga na shule ya upili ya Kolanya Ikori. Alialikwa katika shule ya upili ya Kakamega, na wale wasichana wawili wakaalikwa katika shule ya upili ya wasichana Mukumu. Wale ambao sikushindana nao sikuwapa nafasi akilini mwangu. Nikiwa na hamu ya kupanda ngazi na kujiunga na shule ya upili, watu wale walianza tena mchezo ule wa miaka mingi iliyopita. Walitaka nijiunge na shule bora nchini ambayo ingekidhi mahitaji yangu maamuni. Sasa hiyo shule maalum ambao walitaka ajiunge nao, basi hiyo shughuli zikaanza. Lakini tunaambiwa kwamba aliweza kujiunga na shule ya upili ya Kolanya, jambo ambalo linazungumziwa kwa sababu kuna wale ambao walitaka ajiunge na Starehe Boys, wengine wakawa kwamba pia wanataka ajiunge na Kolanya, lakini baada ya siku akawa amejiunga na shule ya upili ya Kolanya. Lakini jambo lingine tunafahamishwa ni kwamba Ikori na wanafunzi wengine wakaweza kujiunga na shule zingine, lakini kuna wale wanafunzi wengine ambao hawakushindanilia nao ama hakuwa na haja na kubaini kwamba wameenda wapi. Yeye basi akawa anajishughulisha na 50 zake. Lakini katika ukurasa wa 26 katika hali ya kuangalia ploti tunaona kwamba
anajiunga na shule ya Kolanya. Nasema sawa na ilivyokuwa katika shule ya msingi, wanafunzi wengi waliduazwa na maumbile yangu ya mikono. Baadhi yao waliitikia shaka habari kwamba nilifanya mtihani hata nikapita, na bila shaka walijiuliza nilivyoweza kufahamu mtihani wa kuandika kwa mikono yangu butu. Nami sikuona haja kuandika mate wakati wino upo. Niliwacha kuwashuhudie hati ya kupendeza kuliko wanafunzi ama kuliko mwanafunzi yote ule darasani. Unaona kwamba wanafunzi pia katika hii shule ya Kolanya wakawa kwamba wanashangaa ilikuwa kuwaje alifika hapa. Je, alipita mitihani yake ama alibebwa huyu? Kwa hivyo wakawa wanashangaa. Na tunaona kwamba pia walimu waliandika pole pole ili angalau aweze kuandika ama aweze kubaini nini kinaendelea, jambo ambalo pia aliweza kulifanya vizuri. Na katika ukurasa wa 27 tunaona kwamba kuna picha yake hapo, huyu Iparel akiandika. Naomba kwamba alikuwa anaandika kwa hati nzuri, jambo ambalo lisababisha hadi wanafunzi wengi ama wanafunzi wengine pia waje kuangalia ni nini kilikuwa kinaendelea, ni muujiza upi huu ambao ulikuwa unaendelea katika huyu mwanafunzi. Tunaona kwamba pia akaweza kutengeneza urafiki na wanafunzi. Na anasema katika kurasa wa 27 kwamba mwingiliano huu ulinifumbua macho na kunivua uoga wa kutangamana na wenzangu. Wanafunzi wengi katika shule ya upili walitoka katika sehemu mbali za nchi. Hali hii ilifanya wanafunzi wa kidato cha kwanza kuona haya na kuogopa wakati mwingine. Nilidhani kwamba ulemavu wangu ungenitenga na kunitia upweke. Baada yake ulinifanya kuwa kipenzi cha wengi. Naona kwamba akawa anapendwa na wanafunzi wengine, jambo ambalo walifikiri kwamba huenda likamletea ukiwa, huenda likamletea upweke, lakini kwamba hadi hao wanafunzi wa shule ya Kolanya wakawa wanampenda, akaweza kuingiliana vizuri, wakaweza kusoma vizuri. Na anasema upendo nilionyeshwa na wanafunzi wenzangu na mwalimu mkuu ulinitia moyo. Pia nilipata hamasa ya kufanya mengi, ikiwa ni pamoja na kucheza kadanda. Kwa hivyo jambo pia la kucheza kadanda pia anaendeleza hapa katika shule ya Kolanya. Na anasema sikufanya kazi kama za kusafisha darasa au bweni, basi ilikuwa na muda wa kushuhudia wachezaji wakifanya mazoezi uwanjani kila jioni na kila siku ya wiki, jambo ambalo analieleza. Lakini pia anaelezea wanafunzi ambao walikuwa wanafanya shughuli za mazoezi kwa maana ya kadanda, walikuwa na misuli na walikuwa wanatembea kwa kasi. Sasa yeye akawa kwamba anajiona yeye kama ni kifaranga, hasa ikizingatia kwamba alikuwa kidato cha kwanza. Lakini anasema anaendelea kucheza kadanda, na anasema mbio zile chenga zangu, anasema zilianza kuwafunza wengi wao kuamini kuwa kadanda si mwili wala misuli, bali ni akili na wepesi. Waliotaka kuniangusha walijikuta wakifyeka nyasi kwa daluga zao, huku nikiwa maili kadha mbali nao. Na wengine niliwavisha kanzu, wengine nikawachenga na kuwapiga chobo. Yaani nilipitisha mpira katikati ya miguu yao na kuchomoka mbio kando yao. Muda si mrefu, kandanda ilikuwa imeanza kuwa chakula cha jioni kila siku. Sasa tunaona kwamba akawa pia amebobea katika kadanda, anawapiga chobo, anawachenga, anawafurusha, anawababaisha, akakwamba sasa yeye si kifaranga katika eneo hili la kadanda. Na katika ukurasa wa 28 Iparel na timu ya kadanda inaonyeshwa hapo wachezaji hapo, na kuna kocha wao, wengine wameketi, wengine wakiwa wamesimama katika mazingira ya uwanjani, huku mmoja akiwa ameshika mpira. Ni jambo ambalo linaonyeshwa hapo. Na tunapomalizia katika sura hii ya 4, baada ya hiyo picha ambayo tumeweza kubaini kwamba iko hapo, ni msimulizi anaendelea kutuambia kwamba balaa ilitokea kila baada ya mazoezi. Wengine walipooga shuleni ilibidi kutimua mbio mpaka nyumbani na kurudi usiku ule ule. Tunaona kwamba wakati anapokuwa akielekea nyumbani, kumbuka alitaraji kwamba huyu kakake Willy Karani ataweza kumsaidia. Nasema alikuwa na matatizo ya kufua nguo na kuoga ama na kuogeshwa, nasema huku akitegemea Willy, huku na hili ilikuwa ni jambo ambalo linamsumbua. Tunaona kwamba tatizo hili lilimsumbua, lakini tatizo la kuogeshwa na tatizo la kufuliwa nguo akaamua kwamba atalifanyaje. Hivyo tunaona kwamba katika kurasa wa 29 akawa anajaribu kutegua kitandawili, na anasema wakati nikimtafuta Willy
anasema nilijiwazia mengi katikati ya mawazo yangu. Nilibaini kuwa zipo nyakati kila kitu huwa na mipaka yake. Nilianza kuonea dalili za uchovu kwake kaka. Sasa anajaribu kusema kwamba amemtafuta huyu Willy Karani ambaye ni kakake, ambaye alikuwa na majukumu ya kufua nguo zake, majukumu ya kumuogesha, hapatikani. Sasa katika hali ya kutopatikana huyu Karani, akawa anajiuliza basi anaweza akafanyaje, kwa sababu hili tatizo hangependa liendelee. Na nasema kibarua nilichompa bila shaka kilikuwa kimeanza kumuia nanga. Hata nami nilianza kujisaili, mpaka lini? Papo hapo moyo ukajibu kuwa penye nia pana njia, na fikra na mawazo yakakubaliana na moyo. Anasema nikatikisa kichwa bila kujua njia yenyewe ilikuwa ipi. Nitupilie mbali kandanda, la hasha, sitakuwa nimesuluhisha lolote. Nilijiuliza na kujipa jibu. Sasa anashangaa atafanyaje, kwa sababu huyu Willy Karani hapatikani kila wakati. Amemaliza mazoezi, lazima aende afuliwe nguo, lazima aende aogeshwe, na hapatikani kila wakati. Nitafanyaje? Ama labda niache kufanya shughuli za kadanda? Kajiambia hapana, sitafanya hivyo. Kwa hivyo anajaribu anajisaili yeye mwenyewe, na anasema akili ilifunga virago upesi na kuingia hima kazini. Mawazo nayo yakadinda kuachwa nyuma. Kwa kauli moja niliamua kuiandama akili. Macho nayo yalisisitiza yaachiwe kazi na kuangaza penye giza. Papo hapo kazi ikaanza. Nasema kwamba hii kazi ambayo anazungumzia ni kwamba yeye itabidi basi ategue kitendawili cha kuweza kujifulia nguo, kitendawili cha kuweza kujiogesha, ili asiwe kwa 100% anamtegemea huyu ndugu yake kwa jina Willy Karani. Itakuwaje jambo hili la kujaribu kujifulia nguo na lakini pia kuweza kujiogesha? Katika kurasa wa 30 Iparel anaonekana akifua nguo. Sasa ni muujiza gani huu pia ambao umeweza kutokea baada ya kuona kwamba anamsumbua huyu kakake? Lakini anasema ufanisi ule katika kujifuria nguo ulinitia hali ya kufanya jaribio lile la pili. Na jaribio lile la pili itakuwa ni jaribio lipi? Jaribio la kujaribu kujiogesha. Anasema nilikuwa na hamu ya kujifanyia kila kitu peke yangu licha ya kukosa sabuni. Anasema niliazimia kuoga na kuwa limbukeni. Niliona ile kuwa fursa nzuri bora ya kufanya jaribio langu. Sasa jaribio hapa la kujaribu kuoga, hasa ikizingatia kwamba yeye ni limbukeni, hajawahi kufanya hili, amekuwa akisaidiwa. Atafanyaje? Kuosha nguo ndio amejaribu kidogo, ingawa hajaweza kamili, lakini pia katika kuoga atafanyaje? Kwa sababu anataka aweze kujifanyia mambo haya peke yake. Lakini nasema kuoga nako kulikuwa lele, kuchota maji kwa mikono butu kulikuwa sawa na kuchota maji kwa kichungi. Tena kitendawili cha kujisugua mgongo kilikuwa ngoma hasa. Kwa hivyo ndio ataweza kuchota maji, lakini atachota maji kwa kile ambacho nasema ni kuchota maji kwa kichungi. Lakini pia kujisugua mgongo nao itakuwaje? Kwa hivyo ni kivangaito, ni tatizo ambalo linamsumbua, na hiki kitendawili atakiteguaje? Na anasema siku iliyofuata ilikuwa Jumapili. Anasema badala ya kumsikiliza mhubiri wakati huo wa ibada, mawazo yalihamia sokoni. Punde baada ya ibada nilifuruliza hadi sokoni kununua sabuni, kikombe na dodoki. Dodoki ni kitambaa fulani cha kujisugua pale. Na anasema furaha ya moyoni ilipokonya hamu na kula chamcha. Nami niliporudi shuleni kutoka sokoni, nilikuwa tayari kuionyesha dunia muujiza. Niliingia bafuni na vifaa vyangu, nikiwa na maji kwenye karai, sabuni, kikombe na dodoki. Nilikuwa tayari kuoga. Urefu wa dodoki nao uliniwezesha kuingiza mikono mwisho na kujisugua mwili kwa urahisi na kufaulu. Na kufaulu kuoga kulinifanya nikakosa kwenda nyumbani wikendi ile, kinyume na ilivyokuwa kawaida mimi kwenda nyumbani kila siku ya Ijumaa. Kwa kuihofia hali yangu, mama alikuja shuleni kunijulia hali. Uso wake ulionekana wenye kusawijika na machozi alilengwa na machozi. Kwa hivyo huyu mamake akawa kwamba analenga na machozi, hasa ikizingatia kwamba huyu msimulizi hakuweza kwenda nyumbani. Nini basi kitafanyika kwa sababu hakuweza kwenda nyumbani siku itakayofuata? Iparela namwangalia mamake na kumwambia, mama usijali, nitakuja ama nitakuwa nikikuja kama jinsi huwa ninavyokuja nyumbani
hizo siku zingine. Basi tukamilisha hiyo sura ya 4. Jiunge nami katika sura ya 5, 6 na 7 katika sehemu ya pili, ili tuweze kubaini basi huyu Godfrey pale anaposema mlemavu sio mimi, ni nini kitakachoendelea. Hadi wakati mwingine, mimi ni mwelekezi wako Charles Mugo. Asanteni.